mtu umeokoka, mimi ninamtumikia Yesu. Nionyeshe kazi ya huyu Yesu katika maisha yako. Kwa sababu yeye, kama utafanya kazi na yeye, basi imempasa oneshana kazi yake. Kazi ya Yesu ionekane. Udhihirishe matunda ya injili. Yesu aliyeka ndani yako, injili umehubiri, matunda iko wapi basi? Kwa sababu Yesu anasema aje? Neno lake ni kama mvua, alitoki juu bure, alitoki juu bure. Yesu akiweka neno ndani yako, ulitangazia mataifa, tutaona watu wakisadiki neno. Alitakuwa la kukataliwa, alitakosa wawili watatu wataliamini, kwa sababu neno lake alitumi bure. Yesu alitumi neno lake bure. Lazima matokeo mema yaonekane. Lazima kama mtumishi wake uone kazi aliyokuwa amekutuma. Injili ionekane ikiokoa, ikifufua mtu aliyokuwa mateka, mtu aliyokuwa amefungwa, neno ikimfungua. Lazima. Watu wanaongea habari za Yesu, lakini wajua anaongea Yesu mgani. Watu wanakili wameokoka, lakini wokovu wanauongea hauonekani popote. Unatafuta unakosekana. Unatafuta unakoseka, hauonekani popote. Hauonekani. Wao wenyewe ndio wanajishuhudia kwa mioyo yao. Kuna tofauti ya Yesu aonekane na kuna mtu anajishuhudia. Sio mimi nishuhudia watu kwamba Yesu anaokoa. Nimuite aokoe watu wake. Waje washuhudie nimeokolewa na Yesu. Si mimi niambie watu Yesu anaokoa. Ni watu wenyewe ni nene. Watu wasikie neno, ni wahubirie injili. Injili ya Yesu ufungue watu macho, waje na ushuhuda. Tuseme nini? Walioponywa na Yesu, waliofunguliwa macho, walioponywa. Si Yesu aliambia watu wameponya. Si Yesu aliambia watu wamewaponya. Ni wao walikimbia kwenda kuambia watu, nimepewa kuona, nimeponywa na Yesu, nimefunguliwa macho na Yesu, nimeponywa na Yesu. Yaani ushuhuda wa Yesu haupunguki. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, ninawaomba sana tushikamaneni na Yesu. Tumuone katika maisha tunayokaa ya umwili. Tusipomuonea Yesu wakati huu tunapumua, hakuna muda mwingine utamuona kwa maisha yako. Usipopewa kumuona Yesu, usipomuona Yesu saa hii uko hai. Usipomuona akufungue, akutakase, umuelewe vizuri, ndugu yangu, hakuna pengine utamuonea. Hakuna pengine utamuonea Yesu. Ni hapa saa hii ndio namuhitaji. Saa hii ndio ninamuhitaji katika maisha yangu. Saa hii ndio ninaaja naye nimuelewe, nimujue, nimuelewe, nitembee na yeye. Nione kazi yake katika maisha yangu. Nione akinikomboa katika ulimwengu. Saa hii ndio namuhitaji. Nisipomuona saa hii, wakati mwingine sioni faida yake tena. Sioni wa faida yake nikiwa maiti. Sioni faida ya kumjua Yesu nikiwa maiti. Sioni faida ya kumuona nikiwa maiti. Hii ndio wakati imenipasa nimutafute, nimujue, nimuabudu, nimutumikie, nitembee na yeye, nihubiri na yeye, nioneshe ulimwengu Yesu aliyesulubiwa ndio huyu, utenda kazi namna hivi. Yeye anaponya, nioneshane uponyaji wa Yesu. Nioneshane ukombozi wake Yesu. Umsifu Yesu. Amina. Waliotutangulia manabii na mitume, na kina Zakayo, na kina Paulo, kina Joshua, kina Daudi, walimuonea Mungu wakiwa katika mwili. Waliona kazi yake. Kina Samsoni walimuona akiokoa. Walimuona akiwapa nguvu ya kutingisha. Walimuona kiwango kikubwa. Kwa hivyo walitoka katika mwili wakiwa wamemuona, wakaamini hata uzima watauona wakiwa ndani yake. Hii ndio wakati wa kumtafuta Yesu. Huu ndio wakati umetupasa kumtafuta Mungu katika roho. Huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu sana. Tumuone wapendwa.
Tusipomuelewa Yesu tukiwa katika huu mwili, tusipomuelewa vizuri, sioni wakati mwingine tuweza saidika. Huu ndio wakati wa kumtafuta Mungu sana. Yaani ushuhudie Mungu, ushuhudie watu Yesu ambao umefanya kazi na yeye. Ushuhudie watu Yesu ambao amekuokoa. Uoneshane kazi ambao umefanya katika maisha yako. Na tukisimama namna hivyo tutaenda mbali. Simama hivyo tutakuwa tunaweza jielewa, na wokovu wetu utakuwa unaweza someka. Wokovu wetu utakuwa kama barua ya kusomeka. Na hapo ndivyo baadhi yetu tunaweza kufanya nini? Kutunza wokovu. Msifu Yesu. Kwa hivyo wapendwa, tujikazeni sana. Tujikazeni kwa sababu mimi nina mtazamo kuwahimiza tujikazeni sana. Angalau Mungu atutoe kiwango cha chini tuende kiwango kingine. Kwa sababu ukiangalia ulimwengu umechafuka sana. Dunia imechanganikana sana. Walimu ni wengi sana wa injili. Walimu ni wengi. Wahubiri ni wengi. Na kila mmoja anasema tunakwenda wapi? Mbinguni. Ni sawa kabisa. Lakini Mungu alisema neno moja, tutawajua kwa matendo. Injili inahubiriwa ni sawa. Sehemu mbalimbali kila mhubiri anahubiri na anajisifia muujiza anaufanya, lakini siri ni moja, tutawajua kwa matendo. Matendo yao ndio itadhihirisha kwamba Mungu yuko mahali hapa ama ni roho mchafu anatawala mahali hapa. Kikao cha wateule, Mungu mwenyewe hujidhihirisha. Kusanyiko la wateule, uwepo wa Roho Mtakatifu unaonekananga mahali pale. Katika uwepo wa Roho Mtakatifu, kazi ya Mungu inaonekananga, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni tatu. Kazi yake Roho Mtakatifu ni kukemea, hata na kuonya